Bwana, kwanza ungejitambulisha. Yeah. Lakini natamani kabla hujajitambulisha ungetupa kama kionjo fulani hivi afu ndo ujitambulishe. Karibu. Okay. Kuna nyimbo fulani hivi ngoja niwape kwanza mashabiki waelewe kwamba tunafanya. Nasema kwako nimefika da. Moto kiwasha nitauzima pa. Vuta nkuvute nimeshikanga. Wapapase vijicho nishawakata. Heli baraka kwa Mungu wangu. Chema kizuri ni saizi yangu. Shida mapito huku kwangu. Wewe ni tunda la moyo wangu. So, bwana naitwa Ramso Hai. Ikiwa unaweza kuniita Katutu Monster. Muziki mzuri, good music. Bwana kwangu mimi ni kiwanda cha muziki. Oh yeah. Safi sana. Bwana, ni Katoto hiyo ndo ambayo iko YouTube sasa hivi. Katutu Monster. Kwa nini Katoto Monster? Katutu Monster, Katutu ni jina la ukoo. Yeah. Lakini watu wengi wananifahamu kama Ramso Hai. Na Ramso Hai ni nickname ambayo big time watu wengi wanaifahamu. Lakini Katutu imebadilika kutokana mimi nimependa tu niutumie uhalisia wa familia. So Katutu ni jina la kifamilia au ni jina la ukoo. Lakini Monster ni ule mnyama ambaye anatoa moto. Okay. So ukikaa karibu akikutolea moto unaweza kuungua. Ndio maana mimi Katutu Monster ni mtu ambaye nawasha. Yaani kwa tafsiri zaidi nzuri itakuwa inakaa hivyo. Okay, hebu tueleze session ilikuwaje wakati unairekodi Katutu Monster? Katutu Monster nilikuwa nairekodi. Najua katika swala la kurekodi kuna vitu vingi. Na maana kurekodi panakuwa kuna kama team. Asilimia kuwa msanii ambaye anakuwa ashakuwa na management au ana watu ambao wanamfuatilia, lazima atakuwa na watu ambao ni washauri. Kwa hiyo Katutu Monster wakati na rekodi nyimbo inaitwa Nyotoa, nilikuwa na Miki nazungumzia ni manager wangu ambaye ananisupport na tunasupportiana kwa hivyo kwa ushauri na vitu vingine, au tuseme ni mtu ambaye anapenda mimi niwe mkubwa zaidi nilipo nivuke. Yes. Tulikuwa tunafanya session, ilikuwa ni home studio ya producer mmoja anaitwa analog yake inaitwa On The Star, anaitwa Ramso. Okay. Kama wajina. Okay. Siku tulikuwa na furaha, tulikuwa na vibe. Tumerekodi home studio nyumbani. Lakini ndio ikatokea bwana, kwa nini usitumie jina lingine ambalo unafikiria Ramso lakini kaongeza nickname kwa sababu Ramso shaenda. Kwa nitumie tu jina la Katutu lakini likaongezeka neno Monster kwa sababu kuleta ile namna ya ukubwa pia. Okay. Kwa hiyo kwa maana ya Katutu Monster ndio kama nilivyoelezea, lakini Nyotoa ndio imeleta mapokeo ya kupatikana jina la Katutu Monster. Mapokezi yako vipi kwa maana ya numbers YouTube sasa hivi? Nisiwachanganye mashabiki ila naweza kuwachanganya kwa kuelezea kwa sababu watu wanaingia kwenye YouTube wanaandika Ramso Hai, wanakutana na account ya kwanza ile ambayo nimeupload video moja ambayo inaitwa Deben na ambayo ina video kabisa. Lakini pia hiyo Katutu Monster ni account mpya ambayo unajua lazima una account hata mbili, unaweza kuwa na post labda vitu hivi, una post vitu hivi. Kwa hiyo kuna namba ya kwanza kabisa ya Ramso Hai ambayo ndio nyimbo inaitwa Deben. Sasa hivi ina 5k viewers. Nashukuru kwa ukubwa ambao ulikuwa nao au watu ambao wananifuatilia. Sio jambo dogo, lakini pia hii account mpya ina viewers kama 400 hivi na posti zake kwa sababu ndo sijaachia video, nimeachia tu audio. Pia ni kitu kikubwa kwa sababu watu 400 kama wananifuatilia mimi ambao bado sijawa mkubwa zaidi, jambo la kumshukuru. Kwa hiyo kuna numbers, namshukuru Mungu, tunaendelea kupambana na watu wanaendelea kunisupport. Okay, na mimi naamini baada ya interview numbers zitaendelea kuongezeka. Ramso, mimi nimekufahamu ukiwa kwenye kundi la Madombe. What's really happened? Yani ilikuwaje mpaka sasa hivi umekuja kuwa solo? Okay, kwanza kwenye kipindi ambacho mimi nipo kwenye bendi, nilikuwa na wanangu wengi tulikuwa tunafanya nao kazi. Mfano alikuwa Dynamic au D Music, alikuwa Show Love,
alikuwepo Chudo, nilikuwa na mimi mwenyewe Ramso High. Lakini pale tulikuwa na dada ambaye ni mwigizaji mkubwa ambaye alishafanya mengi mazuri makubwa na watu wanamtazama mpaka sasa hivi, anaitwa Podoza. Aliigiza filamu inaitwa Sikio la Kufa. Yule dada alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana talent za watu, au zungumzie mpaka sasa hivi anapenda talent za watu, ana support. Naona kwa maarufu Joanita. Ukifuatilia movie zake kipindi cha nyuma, kuna movie ambayo inaitwa Sikio la Kufa. Kwa hiyo yule alikuwa na mume wake ambaye anaitwa Kid Junior, lakini rest in peace kwa sababu sisi wote ni wapitaji duniani. Mungu alishamchukua. Kwa hiyo walikuwa ni watu ambao wanapenda sisi tutoboe tu wakubwa, na maana walikuwa wanawekeza kipindisho ya Moto Bendi na wenyewe wako kwenye moto. Kwa hiyo tulienda tukarekodi nyimbo ambayo inaitwa Sitaki Mapenzi. Lakini pia Sitaki Mapenzi ilienda na ilipendwa sana na watu, kwa tunafanya show mikoani sehemu tofauti. Lakini unajua kwenye makundi au tuseme mjumuiko wa vijana, mnakuwa mnatofautiana akili. Kuna mtu mwingine anahitaji kuwa mkubwa, kuna mtu mwingine anataka kuvimba, kuna mtu mwingine anataka kujiona yeye bora zaidi. Lakini mimi kama mimi ni mtu ambaye nilikuwa naangalia kwamba kama sisi tulikubaliana kukaa sehemu moja, alafu tunafanya muziki, alafu tunakuwa tuna utofauti, kesho na kesho kutwa tutashindwa kuongea. Alafu sisi ni binadamu na bado ni wadogo, hatujawa wakubwa. Je, tukiwa wakubwa? Kwa hiyo kiukweli palikuwa kuna mistake ndogo ndogo tu pale kwenye bendi. Lakini mimi kama mimi niliwaambia viongozi wangu, bwana, mimi kidogo na simama kurekodi nyimbo za kundi, nataka nifanye mwenyewe solo artist. Na unajua kwa sababu walikuwa bado hawajatupa mikataba ambao ni endelevu, ilikuwa tu ni mikataba ya muda. Mkataba wangu ulikuwa kweli umeisha. Wakasema kama uko unataka hivyo basi sawa, lakini bado tunakuhitaji kwenye nini, kwenye bendi. Kwa mimi walinifungulia nafsi, basi nikawa tu mimi mwenyewe nimejiengua. Lakini wanapokuwa wananihitaji kwenye ushauri au ukaribu wao naenda, lakini nilikuwa si msanii tena wa bendi, nilikuwa najitegemea kama solo artist. Utofauti wa kuwa kwenye bendi na solo ni upi? Utofauti wa solo na kuwa kwenye bendi au kundi. Kundi lina vitu vingi. Kama kundi mkiwa mnapendana, mna ile namna ya love, kitu kizuri kwa sababu kuna watu wengi, mnapata vitu vingi. Unaona, lakini kama mnakuwa mpendani kwenye bendi au kwenye kundi, ni changamoto. Lakini utofauti wa bendi na solo artist, ukiwa peke yako sawa, kwanza unakuwa una ile hamu ya kusema hapana, mimi natakiwa nipambane fika sehemu fulani. Unakuwa uwezi kulemaa kusema kwamba fulani si ataandika, au nikiwa na fulani tutabadilishana mawazo hivi na hivi. Kwa hiyo ukiwa peke yako unaweza kutengeneza kitu ambacho kiasi kwamba mtu akisikiliza dogo noma, mfanye kitu kizuri. Kwa hiyo utofauti wa solo na utofauti wa kuwa kwenye bendi, unaona ukiwa solo unaweza kufanya kitu kikubwa sana. Kikubwa tu na management au na watu ambao wanakusikiliza na kubadilishana mawazo. Mimi naamini ukiwa peke yako na una talent, unafanya kitu kizuri kwa upande wangu. Sasa hivi game limechange, muziki umechange, kumekuja mapiano imepita, lakini tumekuja muziki wetu wa asili ambao unasemekana ndo watu wanataka kuupush uende international, kwa maana ya kwamba singeli. Una mtazamo gani kuhusiana na singeli? Kwanza nizungumzie piano big time. Piano ilikuwa inafanyika yani piano sasa hivi tu watu maproducer wamebadilisha tu ile tempo. Lakini piano ilikuwepo hata ukiangalia nyuma kipindi hicho, kama kuna brother ambaye alikuwa alimba ile hakunaga zaidi yangu mimi ile ilikuwa ni piano. Sawa. Lakini kwa wakati ule tulikuwa tunasema kwaito. Lakini piano imetoka South Africa kwa lugha rafiki. Sawa. Lakini wabongo tunajua sasa ni watu wajanja kama mabrother wakina Mondi, wakina Alkiba, wakina Harmonize, wakina Rayvanny. So tuseme tu wasanii wote ambao ni wakubwa. Ni watu ambao wakisikia sikio la muziki mzuri kwa Tanzania, basi wakikifanya hicho kitu, basi uaga akirudi nyuma kinaenda mbele. Kwa upande wa piano, mimi na ngoma za piano nimefanya na producer tofauti zipo. Lakini ni muziki ambao unawafurahisha watu kwa sababu ni muziki wa vibe, sio kusikiliza, ni muziki wa kubem. Sawa. Kwa upande wa singeli ni muziki wetu halisia. Na singeli kwa namna nyingine ya kuizungumzia singeli imetoka kwenye, mimi naamini singeli imetoka kwenye mnanda.
na imetoka kwenye taarabu. Yes. Yeah. Kwa japo taarabu kipindi hicho cha ndugu zetu au wakubwa kama Mzee Yusufu na wengine hao ambao walikuwa wanafanya taarabu vizuri zaidi na nyimbo zao ni kubwa.